Katika kuabudu kuna level 3. Hizo levels zina matokeo. Ni wakati kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 5. Biblia inasema hivi: Sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Tukubali mtu yeyote aibe identity yako, sema amina. Haijalishi unapitia changamoto magani, haijalishi, muangalie Yesu, mkimbilie Yesu. Amesema hakuna changamoto yoyote ambayo ni kubwa kuliko neema yake. Tena amekupa neema. Amekupa neema ya kawaida. Amekupa neema ya wokovu. Amekupa neema ya kubadilishwa ufanane na yeye. Amekupa neema ya nguvu zake, kila unachofanya kifanikiwe. Amekupa neema ya maendelezo, sustain grace, usustain hata kama ikija changamoto, hata kama ikija nini, hata kama mafuriko yakija. Amesema atakupa malaika watakuinua. Amekupa neema ya vita, malaika kupigana, Mungu anakupigania. Asema ukienda kwenye vita niko na wewe. Ukienda niko na wewe. Akasema ukiniamini nitakuzunguka kwa utukufu wangu, nitakuwekea mkono wangu. Akasema na ukiniamini, ukinitii, hakuna silaha itainuka juu yako itakayokushinda. Identity yako ishabadilika. Wewe si wa dunia hii tena, wewe ni wa mbinguni. Never lose your identity. Kwa hiyo tumwabudu Mungu, tumtumaini yeye peke yake. Unapenda mbele zako kumwabudu, usiangalie vitu vingine. Kwa hiyo na wewe jua hivyo, ninapomwabudu Mungu, Mungu anakaa. Level ya pili ni level ya authority. Sema mamlaka. Mstari 15. Basi si neno kuwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfalme wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kuna roho fulani ambayo inajitokeza wakati umefanikiwa. Kwa hiyo hizi roho za namna hii ambazo zinabadilisha ile authority, kwa hiyo inaonekana kwamba wewe huna nguvu, ni kwamba wewe unaenda kimwili baada ya kwenda kiroho. Dimension ya mwisho, dimension ya vita vya kiroho. Sawa? Sema vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Sema vita vya kiroho. Kuna neema ya vita vya kiroho. Mungu anakupa hiyo neema ili uweze kupigana bila kushindwa. Wakati Musa alipokuwa amevuka, unajua alimzuia asivuke bahari ya Shamu na watu wake. Mungu akairuhusu, amwambia nyanyua mkono wako. Aliponyanyua mkono, bahari katika papa. Ni nguvu ya Mungu amempa. Watu wakapita kwenye nchi kavu. Baada ya watu kupita kwenye nchi kavu, unajua Mungu alifanya nini? Mungu kunyuma ameweka malaika wake kwa njia ya mawingu. Mawingu yako nyuma sasa. Zamani alikuwa yuko mbele anaongoza, sasa mawingu yako kuja nyuma. Kuja kwa nyuma. Sasa mawingu, sababu mawingu kwani unaona mbele? Hauoni. Uone mbele, si ndio? Kwa hiyo mawingu kwenye bahari hawa wako hapa. Hapa kuna wingu la Mungu limekaa wingu. Hawa jamaa maadui mkija mafarasi. Yako magari 600 makubwa yani. Wakifika hapa mawingu hawaoni mbele. Kwa sababu wameshazoea kupita kwenye njia, wakajua kama kuna njia. Kumbe wakati wanakata kuingia bahari, hakuona bahari. Wakaja wanakimbia na wasafiri wanafukuza. Wameingia hapa. Wote na spidi zao wakaingia baharini. Walipoingia baharini maji yakarudi masupradia. Magari yao, majeshi yao, vitu vyao vyote vikasombwa na maji na vigowao wote. Adui yako atauawa. I receive. Nasema adui yako atakufa. I receive. Mungu akiingilia kati. Yes. Adui yako atakufa. I receive. Hataona njia. I receive. Mungu anakufunika masikio yake. I receive. Hatasikia chochote. Yes. Atafunika macho yake. Yes. Hataona chochote. Oh yes. Atafunika masikio yake. Yes. Mtoko mnazungumza kwa lugha. Oh yes. Haelewi ni kitu gani. Yes. Mungu atafanya hivyo. Oh yes. Unapomwabudu kwa roho na kweli. Yes. Uko tayari kumwabudu Mungu? Oh yes. Uko tayari kumwabudu Mungu? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Bwana wa majeshi. Oh yes. Atakupigania. I receive. Kwa jina la Yesu. Oh yes.